and the leadership of the Bungoma prisons for being around and to visit us. Thank you for opening the meeting. May the Lord bless you. Amen. Nataka niweze kuwakaribisha kwa ajili ya mkutano huu wa jioni, na kwa sababu ya saa sitachukua muda mrefu kwa leo, but I will try my level best. I'll be able to put something that can help us. Kwa wale mmekuja leo, yesterday we talked about the foundation of a family. And if you sense well, in summary, I said that God, He created a relationship horizontally and vertically. Yani familia ni mbingu pamoja na binadamu. Na Mungu angekuja hapa kila siku awe akiumba binadamu, but He did a very unique thing which we read in the book of Genesis chapter 1 verse 26, some na 27. Aliwaumba binadamu mume na mke akamuumba. Yani alimuumba binadamu mume na mke akawaumba katika mfano wake. Ndipo akaanzisha familia kwa kuwabariki ili wajaze ulimwenguni kote na waweze kuinua na kufikisha ulimwengu jinsi umekuwa. And the Bible finishes in Genesis chapter 1 verse 31 kwamba and everything that God created was very perfect. Yani kilikuwa kizuri. In other words, there was love, there was peace at home, there were no diseases, there were no economic challenges and other things that we are having today. Unfortunately, because the enemy, when we look at chapter 2 and 3 of Genesis, which I don't want to go there, Shetani akakuja akajaribu binadamu na mshahara wa dhambi ni mauti where we are. However, thanks to Jesus who came and died, the Bible says in the book of Romans that He became the Lord for those who are alive and those who are dead, ili akakuwa Bwana kwa wale wafu na wako wamekufa, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa hai akakufa na akafufuka, so that akuwe Bwana wa wafu na wale wako hai, as we wait for His second coming. That aside, but again we realized, okay, if God created a perfect family, but as a result of sin, problems came, there are issues that create a family to have challenges. And this we realized, what are some of these things? Kwa ufupi tu, we realized it's a strong commitment that has lacked in the family. And in other words, if I can say, if you want to succeed in your family, have a deliberate move that this is my family, this is my wife, these are my children, this is my husband, this is my home. Have a deliberate move. In fact, let me tell you something. Have a deliberate move that I have to be with my family. Lakini kuna watu wengine, the more unapigwa transfer mbali na familia, you enjoy. In fact, you enjoy. Nasema amani iwe kwangu. And let me shock you. I'm sorry, Madam Edina, let me say this. I'm sorry for not sleeping around. The other week I've been away. Our 2 kids are in boarding. We have 3. But there's one, the youngest, who's 4 years. When I was in Eldoret, I've been at training, I came on Sunday. The boy asked me 3 times. We went there on Thursday. The boy asked me, hiyo jioni tukiongea kwa simu, Daddy, ulienda wapi? Na mbona uko hapa? On Friday jioni tukiongea tena akaniambia, Daddy, utakuja lini?
And the same question was on Saturday evening, because we talk at night to our children, even those who are in school. We pray for them before we sleep. But now, I could not come a whole week nifurahi niseme ninakuja kuwahubiria when my home could be boiling. I said I will even leave here at night for the sake of looking at that boy and tell him good night, my son. I would rather sleep at home than in the morning the boy comes and he holds me at the bosom, pray for him and tell him, my son, go to school well. A deliberate, a family commitment. Let people know you are married. Talk about your wife. If you are here, you are. Wengine, when you talk about your wife, your children, wanasema unajiringa. And I tell them, I don't apologize. Even when I talk about testimonies, some of the people say, Pastor amejigamba. But Mungu amenitoa kwa matambara, ameniinua, amenipeleka nchi 16, na huyu mimi nasimama hapa kwa sababu ya Bwana. And the Bible says, who can declare the mighty acts of the Lord? Ni nani atasimama aseme makuu Mungu amemtendea? Then here God has turned to you. Mtoto anaajiliwa kazi, unamwambia alienda kusalimia dada yake. Mtoto anaenda Amerika, tujaiona mtoto. Unamwambia no, ako hapa college tu Mombasa. Na mtoto aka Amerika. Say God has been God. Amen. This is period. And therefore do a deliberate move. Now, number 2 on that, if I change it in another language, I'm trying to come home. Have words of appreciation. In fact, tell your wife you're wonderful. Tell your husband you're a good man. Yesterday it made my day. My wife told me something. Of course, she's my wife. She told me something. She told me, I'm happy that I married you. If I didn't marry you, nikamuuliza kwa nini? Akaanza kuhesabu pa. It made me happy. Amen. And then akaniambia, because you did for me ba. Kesho nikamuuliza, nataka kesho, how do you want me to go? Akaniambia, mimi leo ndio nakuchagulia vile unaenda. Akaniambia, because this is my color, I want you to dress. I'm talking family life. Are we together? Amen. Akaniambia fahi, and I took time kutengeneza. Asubuhi akaamuka, because we wake up at 2, 3, we pray. Then I started preparing myself. Then asubuhi tena nimerudi ile kanap kadogo, because unajua ukiamuka kuna kale kanakuja around saa 11. I found that already ameamuka, maji likosa tap, amejemusha maji, amenipangusia viatu and ready for me. Yeye nimesahau mtoto ku drop shule, amepeleka mtoto shule, amefanya kila kitu. By the time naenda anakuja kutoka kwa shule akapata nimeoga. She told me, mimi nimetoka, you can take your breakfast as I leave. I'm telling you, asante Mungu kwa mke wangu. Amen. Appreciate. Amen. Tell your wife asante. Amen. Affirm that I will remain your wife and husband until Christ comes. Amen. Those words are not there. Ngine unasema wewe hata hawa watoto wangerudi kwa tumbo ungeniona hapa. You are regretting for being there. And let me tell you, the more you say that, the more yule bwana anaendelea kuangalia huko kando na shetani yako amekaa na nyinyi. Let me tell you, ladies, this is not more for men. Ladies, let me tell you. And this is where the devil has known how to bring down the family. Mwanamke mwenzaka na kusikiza vile unaongea bwana yako. Anasema, unajua hapa analeta chakula, hapa anafanya vizuri. Anasema, okay. Alafu anaanza kumsalimia, hapo habari baba Ted. Habari. Wanawake wengine wako na bahati, you are a good man. Lakini bibi yako ukijua mama anasema hapa, alafu anashangaa ni gani anasema, because now hii atasikiza. Sema ukijua vile bibi yako akikuja kwa nyumba ameanza, na wewe ukianza
Sasa already amerudi, amechukua bibi yako, bwana yako, na kuna wengine hapa kwa Roho Mtakatifu, Mungu anisamehe kwa kusema hivi. Some of you mko na marafiki hapa, I mean your own friends who are going out with your own spouses and you don't know because you created a leeway. Keep a secret, family secret. Keep your bed secret, matters bedroom. I mean, do not talk too much how your husband is smart. Do not talk too much about the successes of your husband. Keep them a secret to yourself. Mtu akikwambia bwana yako, na mwambie ni neema ya Mungu. You leave it at that period. Don't discuss too much. In fact, afadhali udiscuss watoto wako, even your kids. I will discourage you today. Don't talk too much your children to people. Around this one, I've told you too much because I'm talking about the love of God. Ile amefanya kupitia Roho, I have no option. I have to talk about it. Ingine imefanya familia inaanguka, lakini I'm saying have effective communication. In fact, I could say lack of. But the family needs effective communication. My wife, hii chakula ni kitamu lakini kachumvi kaliteresa. Kindly, can I tell you something? Leo tu kachumvi kameteresa. Kila wakati wewe kazi yako ni kumwaga chumvi kama ulikuwa unakimbia kwa ni Bropox inakimbia. Atakwambia si uleta mwingine akupikie. And you see that is a disconnect. Atakwambia kama unataka basi nitaleta. Na utaanza kusikia kesho yake anakuambia sikuji, sifanyi nini. You know, I repeat again, number 1, commit yourself to your family. Let me tell you, ukianza kuangalia mke wako ama mume wako kila wakati, you admire, unampenda kila siku, you will be beautiful and handsome man. But if every day you are criticizing, every day negative, hata ukijitengeneza namna gani, utakuwa gaidi. Utapata maid umeleta jana, hata chiga ziko kwa miguu, utapata akimwangalia because anamletea chakula, anasema baba Ted, baba nani, anasema kumbe I rather listen to this kind woman who shows me respect. Be kind. Solve things. I go back to affirmation, commitment. Say, sitamaliza siku. Kama tumekosana asubuhi tulale tena tukue na issue. Talk about it. Talk about it, my husband. I love you, but here I got offended. My wife, you're a wonderful woman. You've given me wonderful children. But sometimes when you talk, na unajua ile vile umesema you are a wonderful woman, she will laugh, she will smile. Na namwambia kindly, si mbona sasa atakwambia ile nilikuwa mchezo. Sasa wewe tangu asubuhi ndio unabeba mpaka saa hizi. Na unajua hiyo itakufa vile imekufa hivyo. Bwana asifiwe sana. And then don't solve an issue in the family without prayer. Finish by prayer, because divine intervention is what gives the success of a family. I don't know why I'm talking too much about jana, but nimemaliza hiyo. Spiritual commitment, rituals, I said skills to deal with crisis and conflict. And then we realized kuna ile stress factors which we said usually overloaded. Uko na mambo mingi, no time for the family, struggling to survive, kila mtu anakimbia. Mzee ako jua kali, wewe unauza mboga, mkifika kwa nyumba ni saa 10 na saa 2 ama saa 3. Mtoto alikuwa raped asubuhi, even evidence ameharibu, ameoga. Sasa anakuja na kuambia unaangalia mtoto amekuwa raped, ukimchukua hapa wanakuambia hakuna kitu na mtoto amekuwa amenajisiwa. Yes. Education of the children is a burden. Plan well. Save well. And I want to tell you, when I look at you, ni wachache wako 50 plus kwa hapa kwetu.
In fact, in Africa, life starts at 45. That's when you start enjoying. But let me say, have something for the future. I repeat again. Don't have a mentality, my brothers and sisters, that I can only invest home, be an entrepreneur. Look at where a growing town is. For example, God has blessed us all over. Polytechnics, they have come all over. Go there haraka, nunua hapo ploti 2-3, hata kama sio kwenu. Bora ukwe na title deed, uiweke vizuri, you can build even 2-3 houses. But I fear that I come from wapi, I cannot do. Use unakuja. And I repeat this again. When you invest well, even your own children, they will send their children to come and greet you. Na hii hawatakuja bure. Lakini ukikataa kuinvest, hata ukiwasomeza vizuri, utapata ile siku wako na unamwambia nitumie watoto, kumbe hitaji lako unataka uletewe kitu. They will not come home. Invest when you are young. Eat small. Konda tu. Wamama konda. Wacha watu wakucheke. Ladies, I've heard some of you saying, eti nikonde waone niko na shida. Onekana na shida saizi. Baadaye uonekana ukiwa vizuri. Nimewatusi hiyo ama tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah watu wa Yesu. I wish I could talk, but there's a talk, I think, of creating finances, have healthy financial issues, how to plan for a budget, and also deal with losses, the loss of a husband, the loss of a business, mambo kama hayo. And I said, watu utaweza kuwa Wakristo wazuri, which we have had. Watu wanasema mimi ni Wakristo tangu baba yetu mama yetu. Some of us we are in the church because it's a family, it's a ritual. Yani ni mambo inheritance. But let me tell you something. What is important in our Christianity ni wakati watoto wamerekeshwa na wameadhibiwa vizuri. Some of you hamtaki watoto wenu wachapwe. You wait and see. Some of us tulichapwa tukagongwa. We thank God. Of course leo miili imekuwa midhaifu, utaweza gonga mtu akufe, but kiboko hata ukimfunja mguu itakuwa. Lakini usigonge ile inapasua. Lakini ukiona mtoto amekwaruzwa shuleni huko unagombana mpaka penye yako na unaapa vile utafanya. I am telling you, defend it there. You will defend him or her in the court. Or you will come to see him here. Mwingine mume akimchapa unakasirika, mke akimchapa unakasirika. Be careful. When I talk, I'm not talking now as a pastor. I'm talking as a counselor. I'm a psychologist. Mungu alinibariki na hiyo kukua. I trained. I'm a registered psychologist, counselor. I am telling you, watch out. I've written many things on child psychology and development and family. Watch out. Take care of yourself and the Lord will bless you. Amen. But we are too much praying and going to church, leaving the family struggling. Unawacha, hata mimi kama mchungaji, eti naenda makanisa na furahi kuitwa kuhubiri. Bibi yangu anakuwa deprived of me at home. Wase wengine even elders na wase na wachungaji ndio unasikia eti mchungaji anakuchungia bomu. Tuko pamoja watu wa Bwana? Ama naongea na ukali, kama nimeongea mbaya nisamehe. But hiyo ni ukweli kabisa. Si mumeona kwa gazeti? Yeah. Now there is two important concepts I want us to learn. And I will talk about it tomorrow more. Now, number one, Ukristo, kwa sababu nyinyi ni Wakristo na wale mnanisikiza huko. Now, when we are here, we are not here as SDS. But we are here for Christians, for the glory of God. In fact, chaplains, it is reaching people who need help.
Therefore we are here for help. That is why you hear Edna ako hapa anafunza mambo ya behavior change. And I worked for that for about 3 years in South Africa for behavior change. Huyu dada yetu yes, anatufunza kuhusu mambo ya afya. And afya, kama ukikula nyama, wacha kukula nyama pisi 5, 10. Kula kamoja ama 2 kwa jina la Yesu. Wacha kukula mayai kila siku. Unabeba mayai unaongeza. I wish Edna you need to talk about that more. Sukari reduce the amount of sugar to your body, and especially when you reach 45 plus. Mikate, wheat product, reduce. Lakini ndio unasema mkate nipakie Blue Band, and your body has nowhere to take Blue Band. That baby wale wanapita wale ndio mwili iko penye napeleka Blue Band. Na wale wasemu kwa hapa, kama ukifanya hivi au jioni hapa, enda tafuta njia ya ku Bwana asifiwe sana. Nimekosa umwano ulikosa. Are we on the right track? Yeah. I don't know whether I'm on the right track, but what I'm saying, that is why she's here teaching us on healthy, so that tukijua kuishi we will help ourselves. Amen. Lakini mtu mwingine peke yake anakula nyama kiromsi. Siku hizi nguruwe zimewekwa kila mahali. Nguruwe ziko hapa Maibucheri, ziko kila mahali, every corner. Penda nyama sana, ukikosa hiyo nyama utakula nguruwe na mbata. So God bless us for that. Now, as Christians who God is reaching today, Christianity is centralized in love. Yani Ukristo msingi wake ni upendo. Because the Bible says in the book of 1 John chapter 4 verse 8, inasema let's not waste time. Na maliza hizi concept mbili, alafu kesho will pick from there, because naona dalili may change and I'm conscious of that. The Bible says, whoever does not love does not know God. Yani yule apendi ajui Mungu. Have I said the right thing? Yeah. Mwenye ajui kupenda, basi huyo amujui Mungu. Because God is love. Now, it means if God is love, I should love him. Tuko pamoja lakini? For me, I should love him. Huyu Mungu. Na kama Mungu ni upendo na ninampenda, nimekuwa Mkristo, lazima nipende wengine. And I want to tell you, Reverend, thank you for coming, my brother. And Bishop, I don't know, but bear with me whichever way. This is an honor for us. Kwanza simama utusalimie mtumishi wa Mungu. Salimia tu. But that is very humbling, because it is the God of love that has made us to be here. And I tell you, this God of love, I've been Pastor Mumias huko pa Waislamu wako. Kwa sababu ni Mungu wa upendo, tunahubiri, nilipatiza Waislamu wengi, including our former CS Rashid. Mimi nyumba yake ndio nilienda kuiombea kama mchungaji, akaanza msingi. Because he's God of Love. Love everybody. Onyesha upendo. Amen. Penda watu. Amen. Lakini upendo unakuwa na boundaries. Vile nitapenda mke wangu sio jinsi nitakupenda dada yangu. Lakini tupendane. Amen. Because Christianity is centralized in love, then kuna kitu kiongozi huyu, the admin, I don't know, in charge, ameongea hapa. Amesema
when home is what? What did he say? When there is love at home, then there is love in the church. In fact, let me tell you, when there is even peace at home, peace will be in the church. Some of you, kwa sababu tuko na changamoto even including your place of work. Na wengine hapa mmekosana na wenzenu because unatoka kwa nyumba umegombana the whole night. Ukienda kule unagombana, ukienda church board, watu wamekuweka wewe ni kiongozi wa AMO ama women ministry whichever, an elder. Unatupa tantrums mpaka watu wanakaa, kwa nini huyu mzee lakini tulimuweka elder? Ikienda kufika wakati wa uchaguzi atakasana, maybe analeta project ideas nyingi, unasema anafaa. Mkimuweka kwa sababu ni kerere nyingi nyumbani, anabeba kwa church board. Ni kama huko hapa, hiyo ni Roho Mtakatifu, uokoke na wewe upende nyumbani na mambo itakuwa vizuri. But kama huko, I'm not talking about you. Then home is a place of love. I'm saying Christianity is about love. It's the foundation, the basic of Christianity ni upendo. And we've seen whoever does not love then does not know God, because God is love. And because we talked of the home family started by God, and the home is who? Is God, husband, wife, and children. When there is no love as the foundation where we can learn from at home, then that place is broken. That is why the rate of divorce is going high. I want to challenge you, those single mothers who are here, divorced women and men, please, don't take your divorce, your single motherhood to your child. Siwe unasema, unajua mimi siamini. Wacha nikuambie, ambia bibi yako, watoto wako, mimi niliteresa ama mimi sikuweza ama ikuwezekana kwangu, lakini nakubariki yako iwezekane kwa jina la Yesu. You need a continuity and God's blessings in your home. I challenge you for this. Lakini wengi we mess. Even men and women, we discuss our children so much, with our children. Mama yenu mbaya. Unajua nimewe sacrifice sana. And there's no sacrifice. I'm telling you, you are who you are because of the support of your husband or your wife. Kama ungekuwa hata hao watu ungekuwa na wao. Hiyo to the act of you having through. Yeah. And therefore, if home is a place to learn about love, then if love does not work at home, it will not work at the workplace, nor will it work anywhere. Itakataa kabisa. So, nyumbani ndio upendo unachifunza. Don't apologize, men and women who are here. Kuambia bibi yako kwa watoto ninakupenda. Bwana yako kwa watoto ninakupenda. Sikose hata kumwambia karibu, kumwaga. Show love at home. Do not pretend. Let me address you directly, my sister. Kienda kwenu na bwana yako ameenda na wewe. Yani useme huyo ndio bwana yangu. Let them know you have a bond and you love. Hug him even in front of them. Let them know hii sio imekuja hapa. It is a natural bond within us. Amen. Why? When your children will see that, watapendana mara ngapi nilisema asubuhi? Double. Siniwachie hapo kwa leo. Alafu kesho tuanzie hapo sasa. Amen. Because I understand people are going, I can see others are coming now. Karibu sana. Mungu atubariki sana. Ile tuliongea Mungu kwa Roho Mtakatifu aongeze. Wacha nimuite elder aweze kutuombea. But as he's praying, I want to challenge us.
there is a disconnection yoyote. Could be watoto wetu wamefanya upendo wetu umeenda chini. Because kuna huyu mtoto unapata all the time kama alifanana kwa bahati mbaya ndugu yako, unapata wanasema huyu mtoto ni wa kwenu, tabia hii ni ya kwenu. Tuko hapa na hiyo, you know, it does not make her or him well wakati unarifaa kwamba huyu mtoto hii tabia ni ya, it does not bring peace at all, because that is a child. Like my younger child is a duplicate of my father-in-law, but I always talk of the strength of my father-in-law, because I say, that's my father-in-law. And she feels good because the boy resembles, my firstborn resembles my father. Baba yangu najua udaku wake, because I grew kwa mambo mingi. But my wife always says, you know, who you need. I mean, and it makes me happy, because this is my father. Let us support an environment of growing in love. Musidhanie when I've talked this much, hatuna shida yetu. But I said, make it a deliberate. Deliberate, yani, wacha iwe ni lazima, familia ni yangu, ninaipenda, nitakufa nayo. Amen. Hata bibi akikwambia, there is a story. Wacha nimalizie hiyo. There is a story. There is a story. Kwamba siku moja mwanamume Elder Ben akaambia bibi yake, paki kila kitu Reverend, nataka utoke hapa uende. So the wife said, okay, you said I go. Kaenda kwa bedroom, kapaki nguo zake, kaenda jikoni, akapaki kila kitu. Kaenda akanunua, akashona na mkono, sio akanunua, akashona gunia kubwa. Kakuja akaambia mzee yake, mzee kuja, hii mzee vile yako hii, mama, sasa ingia hapa na wewe, because ninaenda na mizigo ya. Make it a deliberate. Wase, don't be hungry to pack bags for your wives. Utapaki kwa mmoja, watoto wenu watabaki kwa wengi. Mungu awabariki sana. So we need to pray for this thing that has affected the family love. Is it ni lugha yako mbaya? Is it ni rafiki yako alifunja uhusiano ya mke yako na wewe? Na wacha niongee hii ya mwisho kindly. Hii sikutaka niseme. Kindly, wale mko hapa, officers, don't finish a whole month, 3 months ndio uende kuona bibi yako. Ukichukua loan, then weka ng'ombe huko nyumbani, bibi anakamua, unamwambia nitumie fare nikuja. In fact, bibi atakutumia. Nilimwambia nilikuja jana nikasema aje nichunge boma yangu bibi. Na niko hapo, nakanyagia hapo. Because I have been out, now niko hapa. Sasa watu wa Bungoma tuonane, chakula yenu kula jioni, yangu mupatie mwingine. Wacha nikule yake. Bwana asifiwe sana. It's a deliberate. Anajua hao watu wanakula vitu mzuri. Elda, ninajua wewe kama cha, ninakujua. Lakini wacha nichunge, kwa maana utakapokuwa. There's one thing I've seen, because Mungu amenipa an opportunity kutoka huko. Yaani unapata wale watu ngambo ile. Yaani wanapenda, unapata kama mzee kama mama kakase. Kana kuja na mzee kwa supermarket, wameshikana hapa. Na mzee ameshika kakapu na fimbo. Anaenda. Na mzee anaenda mpaka anaenda anageuka gari from the other side. Naweka mzigo chini. Nafungulia mama. Anaingia. Anabeba tena hii, anabeba, anafungua buti, kama mzee. Tena anakuja pole pole. Ndio anakaa kama anajua kudrive. Kama ajui, atarudi hivi tena akae nyuma, sasa wanyamaze ndio taxi iende. Si Mungu tu atusaidie. Amen. And the Bible says, hii wanawake, let me use, mzee simama sasa, hii nitumie wewe. Baba, mama simama. The Bible says this, I'm using them.
There are weak elements. And the Bible says, ukwe na hekima ndio ujue kuishi na yeye. Akikutusi mwanamume, relax. Don't fight. Don't want to show your wife that you are a man. Alijua you are a man wakati ulimupatia hiyo yote mpaka mumefika hapa. He knows you are a man. So sitake kumwambia eti sasa mimi ni mwanaume. Anajua. Ni ile tu anataka, yani kwa sababu wao ni weak element. And the elements where? Wanawake nimewatusi? Have I abused you? Let me tell you what I mean. Because there are weak elements, they react emotionally. And the men who are reacting emotionally, then you have the brain of a woman. Wanaume ni matusi. Men who are men, they use the brain. Even when death, unaona wao wananyamaza wali, sio kwamba wali, they are crying cognitively in the brain. And that is why psychologists say men, they kill themselves very easy. And women, wale mko hapa hao wadogo, dada yangu, akinyamaza ukimwambia mambo mengi anasema usianze kumuuliza, sema unanyamaza, naongea na nani? Wewe sema tu, endelea kufikiria vile tunaishi. Ndugu yangu, I don't know kama ni yeye, kama sio yeye, aendange tu. Lakini sikia hivi, akikutupia maneno, sema tu itoke roho. Acha itoke roho ndio hata hataki zikupate. Uishi na amani. Si Mungu awabariki sana. Elder, Mitunda. Mitunda. We want to pray. Reverend, na wewe kuja hapa. Sasa tunataka muombee familia. Kama kuna kakitu imekanyagia ka upendo, kale ka familia. Tunataka hapa mapepo yote. Dada yangu, you have not seen you today. You have a fine. I haven't seen you now. Can you greet us? This is my sister. Can you greet us in the name of Jesus? Habari ya jioni. Nzuri. Amchambo wana wa Mungu. Hatujambo. Karibu na pastor pia karibu prison camp. Kwa sababu hujakuwa sana. You know, ndugu akipiga fine vile anaendanga. Now we want to pray and heal our families. Take a position you are comfortable. You can kneel, you can stand. I'm telling you, even when you are a single mother, you are a family because you have children. Even when you are single without a child, you are a family because we are in the family of who? God. Now can you pray? Take a moment, very short prayers, Reverend Elder Mitunda, very short prayer.